Tena, rafiki yako wa karibu ni nani? Ambaye ameweza kukustai, ambaye ameweza kukutunzia, ambaye ameweza kukutoa kwenye aibu, ambaye ameweza kukulisha, ambaye ameweza kukutunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki. Rafiki. Nani ana rafiki yake? Amshe mkono ambaye anajua kwamba ana rafiki yake. Yaani ambaye unajua kwamba nina rafiki yangu. Ndio. Yes. Najua unao marafiki na kila mmoja ana rafiki yake. Isipokuwa nani? Tutamjua. Haleluya. Baba, tunakushukuru sana. Ni siku yako. Ni siku yako kabisa. Ninawashukuru sana walioiratibu kwamba leo ni siku, na niye mnisaidie kuwashukuru walioiratibu kwamba leo ni siku ya nani? Ya mchungaji. Sihubiri leo, nafundisha. Haleluya. Hebu tusome kitabu cha Yohana. Kitabu cha Yohana sura ya 15 na mstari wa 14 mpaka 15. Kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa 14 mpaka 15. Amen. Nitasoma kwa jina la Yesu. Ndio. Kitabu cha Yohana 15 na ule mstari wa 14 na 15. Ndio. Neno la Mungu linasema, ninyi mmekuwa rafiki zangu. Ninyi mmekuwa rafiki zangu. Mkitenda niwaamuruyo. Mkitenda niwaamuruyo. Siwaiti tena watumwa. Sitowaita tena watumwa. Kwa maana mtumwa hajui yatendalo bwana wake. Ndio. Lakini ninyi nimeitwa rafiki. Ndio. Kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Pigia mchungaji makofi. Yesu anasema siwaiti tena watumwa. Nimewaita rafiki zangu. Kwa namna yoyote ile iliyokuleta hapa. Mimi sijui wewe ukujaje. Sijui wewe ufikafikaje hapa. Haleluya. Ninaongea na watu wenye uhai, waliompokea Yesu, waliokimbilia madhabahu hii. Mimi sijui wewe ulifikaje hapa. Muulize jirani yako, wewe ulifikaje hapa? Kwani tulialikana? Kama basi ni kualikana, wazidi wawili watatu walioalikana, lakini kila mmoja alipata shuhuda. Kila mmoja alikuwa na njia yake iliyomfikisheni hapa. Hata kama ulipata rafiki yako akakwambia twendeni madhabahuni kwa baba yetu Kajuna, ukuja naye alikwambia siku fulani, basi karibu kwa muda wako na kwa majira yako ukaja mahali hapa. Kitu cha ajabu sana, ulipofika mahali hapa akujui umjui, siku hiyo alikuita rafiki yake, kwa sababu wewe ndio mteja wake. Haleluya. Siku hiyo ulipofika hapa mahali hapa ulikuwa rafiki yake. Akukwambia kwamba wewe ni rafiki yangu, lakini katika ulimwengu wa roho wewe kufika hapa, mstari huu ulisimama. Kwa kitu ambacho nataka nikuhakikishia 100%, mchungaji kanisani hakunaga mtu anayemchukia. Wote wana level moja. Wote ni watoto wake.
wote wanapata maombi na maombezi the same. Siku ulipofika uliitwa rafiki yake. Ukuwa mlevi tena, ukuitwa mlevi tena kwake, ukuitwa mzinzi tena kwake, ukuitwa mwizi kwake, ukuitwa mzembe kwake, uliitwa rafiki. Yesu anasema ninyi si watumwa tena, ninyi ni rafiki zangu, maana ninawaambieni yale niliyoyasikia kwa Baba yangu. Ninakuleteeni ujumbe niliyoutoa kwa Baba yangu. Ninakuleteeni uponyaji niliyoutoa kwa Baba yangu. Ninakuleteeni utajiri niliyoutoa kwa Baba yangu. Ndicho kitu ambacho kimetuweka mahali hapa. Ipite wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, hatumuoni Baba. Kila mmoja anasikia hivi kuna nini kwani? Kwani madhabahu sipo? Ipo, lakini mimi simuoni. Ni kwa sababu gani? Urafiki. Urafiki katika ulimwengu wa roho, urafiki. Yaani yeyote anayekuja akifika mlangoni pale, macho yake ya kwanza ni kwenye kiti. Ikifika saa 4 saa 5 hajaonekana na hujapata taarifa, yaani kila mmoja ana wasiwasi, yaani masikio yote yamesimama kusikia what is going on. Nini kinaendelea kwa mchungaji? Alafu ndio niambie sio rafiki yako. Kinachokuwasha masikio ujue iko wapi ni kwa nini? Hicho kinachowasha masikio yako ujue yuko wapi ni kwa nini? Urafiki. Urafiki. Na urafiki unajengwa. Urafiki una vigezo. Urafiki una chanzo. Urafiki unalelewa. Urafiki unatunzwa. Kisikia kwamba ni rafiki yangu, kuna vitu ambavyo vinafanyika ambavyo vinawafanya mbaki kuwa marafiki. Urafiki hauji hivi hivi. Yesu kwa nini anatuita marafiki? Ni kwa sababu imesimama kwenye mstari wa kitabu cha Mwanzo, anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Biblia inasema kwa mfano wa Mungu aliumbwa mtu, na kamilikishwa vitu vyote. Na kawa kwenye kitabu cha Zaburi anasema sisi ni miungu midogo. Kwa hiyo Mungu asingekubali. Ndiye anasema ninyi sio watumwa tena. Utumwa ulitokana na nini? Na nguvu za shetani, akamteka akatufanya watumwa katika mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu twende Mathayo 10:10. Mathayo 10:10. Mathayo 10 na ule mstari wa 10, neno la Mungu linasema, ndio, wala mkoba wa safari, ndio, wala kanzu mbili, wala viatu, ndio, wala fimbo, wala, maana mtendakazi ndio astahili posho lake. Yes. Watu hawa Biblia imeagiza wakati wanakuja kutuhudumia, hawatakiwi kubeba kanzu, hawatakiwi kubeba viatu, hawatakiwi kubeba chakula, hawatakiwi kubeba chapati. Chapati wanazikuta kwa washirika. Amen. Kanzu wanaikuta kwa watoto wake. Shati analikuta mahala hapa. Amesema msibebe kitu chochote. Anawaambia watumishi wa Mungu, msibebe kitu chochote. Mlichokibeba ni kikubwa kuliko ambacho mngebeba. Mmewabebea uponyaji, watashindwa kukubebea chapati. Mmewabebea baraka na utajiri, watashindwa kukubebea shati. Mmewabebea kuwatoa kwenye utumwa wa dhambi, mmewabebea kutoka kwenye utumwa wa mateso wanayoyaishi, watashindwa kukubebea suruali.
ndio watashindwa. Wakishindwa, kile nilichokupa hutokiachilia kwao. Haleluya, amen. Kwa hiyo kuita siku ya kichungaji, siku ya mchungaji, manake ni nini? Ni kuappreciate, ni kuthamini, kutambua, kukiri kile tunachokipata kwake. Nimesema kila mmoja alikuja kwa njia yake. Na alipokuja hapa kuambiwa ukae, no, kile kilichokufanya ukae ndicho ulichokifuata mahali hapa, ndicho natakiwa kukilea. Haleluya, haleluya. Anawaambia msibebe kitu chochote wakati mkiwaendea watu. Anawaambia watumishi wa Mungu, usibebe kitu chochote. Ni jukumu la kanisa kujua anahitaji nini. Ni jukumu lako wewe na mimi kujua anavaa nini. Ashukuriwe Mungu wetu kwa mahali hapa. Haleluya. Kwa ni jambo ambalo sio la sherehe. Yaani kwenye fikra zako ondoa sherehe. Haleluya. Ondoa kwamba leo ni sherehe. Hapana, ni ibada. Ni maagizo. Ni jukumu lako wewe kwenye 500, kwenye 200 kuiachilia. Na si leo tu. Haleluya. Ni muda wowote ambao wewe Roho wa Mungu atakuongelesha. Beba tembele pekee. Beba fungu la nyanya, peleka kwa mtumishi wa Mungu. Beba parachichi, peleka. Beba shati la mtumba. Kwani si ndio una uwezo nalo? Kwanza shilingi 1,000. Si ndio una uwezo nalo? Au unataka la 1,000? Shati la 1,000 litatoka kwenye shati la 1,000. Januari utachukua shati la 1,000. Mwezi wa 6 utachukua shati la 100,000. Amina. Amen. Kwa Mungu, wewe unakupa siri kwa Mungu. Kwa Mungu hakunaga hasara. Ukiona unafanya kazi kwa Mungu unapata hasara, rudia tena, mwambie Mungu sio wewe Mungu. Kwa Mungu hakunaga hasara. Amen. Anamuuliza Yesu Petro, duniani sisi tulioviacha vitu vyote tukakufuata wewe tutapata nini? Anamwambia duniani utapata mara 100 na mbinguni mara 100. Haleluya. Luka 9:3.